Kitu kingine cha kujifunza ni kwamba kupotea kwa punda wa Kishi hakumfanyi na Sauli mwanaye apotee, kwa sababu kupotea punda linaweza kuwa ni tukio ambalo Mungu yuko nyuma yake na amelikusudia kuhakikisha Sauli anapatikana na wala sio kumpoteza punda. Na ukiona ingekuwa ni kama leo kasema punda wa Kishi wakipotea alafu na Sauli akapotea, basi hilo tukio nalo limeandaliwa kwa namna hiyo ili kumpoteza mtu, na mara nyingi utakuwa hakuna Mungu nyuma yake. Ile tukio ambalo yuko Mungu nyuma yake, jambo lolote lile likipotea linaweza likasababisha mtu akapatikana, likasababisha level fulani zikapatikana, likasababisha viwango fulani vikapatikana, likasababisha matokeo fulani yakapatikana. Kuna matokeo mengi huwa tunayafikia, yakitupata wakati mwingine watu wanalalamika, au tukimwona mtu fulani huwa tunaishia kumhukumu, kumjaji na kumwona kama mtu ambaye kuna kitu amepoteza. Lakini sio kila kupotea ni kunampoteza mtu, na kataa kuwa mtu ambaye jambo fulani likipotea kwenye maisha na wewe unapotea. Usiwe mtu wa hivyo. Unapaswa uwe ni mtu ambaye jambo lolote lile likipotea liwe liko aligned, liko mstari mmoja na mapenzi ya Mungu, liwe limeunganishwa na mapenzi ya Mungu wa kukutanisha na jambo lililo zuri au lile jambo ambalo Mungu amelikusudia. Kitokea umeanzisha biashara, hatuombei na wala sio mawazo yetu kwamba umeanzisha biashara imekwama. Ikitokea imekwama, amini ya kwamba kuna jambo lingine zuri zaidi. Ikitokea umeanza kitu fulani na kile kitu kaona ni kama kimefeli au kimekwama, basi amini ya kwamba yako makusudi na mapenzi ya Mungu. Ninachotaka ukione na count kwenye hili ni kwamba hakikisha kwenye kila tukio la kupoteza au kupotea kwa chochote kile kwenye maisha yako, unajiungamanisha na mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu, kwa sababu lile ambalo watu wataliona ni bahati mbaya kwako, kwa Mungu, kama Mungu yuko nyuma yake, sio bahati mbaya, kwa sababu limekuwa planned. Yeye hutangaza mwisho mwanzoni, na anayatangaza yale yajayo kabla hayajaja, na huyafanya yale yasiyokuwako, huyatangaza yale yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwa hapo, kwa sababu ni Mungu asiyekuwa na mipaka. Usimpe Mungu mipaka kwenye jambo lolote lile, liwe la kupoteza, liwe la kupotea, liwe la kupoteza kitu chochote, kwa sababu Mungu anaweza kasababisha kwenye tukio la kupotea mtu fulani akapatikana. Mungu anaweza kasababisha kwenye jambo fulani ambalo mtu analiona ni jambo baya, Mungu akasababisha jema likapatikana. Mungu anaweza kasababisha kwenye jambo fulani ambalo linaonekana limebeba uchungu, limebeba maumivu, mambo mazuri kutokea. Na kama alivyoweza kusababisha tukio la punda kupotea ili ampate Sauli, na akahakikisha kupotea kwa punda wa Kishi hakumpotezi Sauli, badala yake kuna mfanya Sauli apatikane kwa Samueli. Vivyo hivyo Mungu anaweza akafanya tukio fulani likatokea, anaweza kusababisha mambo fulani yatokee, na katika yale mambo kutokea Mungu akakutanisha mtu na jambo zuri. Nini cha kufanya sasa? Nini cha kufanya ili kila kupoteza kusikufanye kukapelekea ukapoteza na wewe pia ukapotea? Omba mapenzi ya Mungu kwenye kila kitu kinachopotea, lakini pia kwenye kila jambo lolote lile linalotokea unalohisi ni bahati mbaya, omba kuwepo na jema la kimungu. Likiwepo jema la kimungu hautapoteza, badala yake utapata. Likiwepo jema la kimungu nyuma yake, badala ya yale ambayo ungezani yanakupoteza, hayatakupoteza, na badala yake atakupelekea kupatikana kwa mambo fulani hivi mazuri. Na kwa sababu Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele, na haya huwa yanaandikwa kwa ajili yetu na